na ameiba simu ya wenyewe, ameuza 500 shillings S24 Samsung. So mimi nikasema Redi, nini inaweza kuwa inakusumbua baba? Kwa nini wanakufukuza shule kila wakati? Redi aliniambia mimi auntie, tena alikuwa tu very free, akaniambia mimi auntie, kuna wakati nilichoma vitabu za msichana mwingine rafiki yangu na Biblia, na tangu hapo nikaanza kuona tu kama ninakuwa na shida. I really felt for my brother's son. Nikaenda kutafuta pastor the following day. Pastor akaniambia wewe chukua anointing oil uweke Redi kwa maji aoge. Unajua that is what I did. Nilichukua anointing oil nikaweka kwa maji, nikamwambia mtoto wa ndugu yangu oga na useme Mungu nisaidie nitoke kwa hii maafa. So kesho yake nikaamua, unajua mimi sikuwa nimejua amekuwa expelled. So nikamwambia tutaenda shule St. Joseph's kesho, nililie mwalimu kama baba yako hajajua kama wamekususpend, nililie mwalimu akusaidie uendelee kusoma. Kumbe amemexpel, amekuja nyumbani ameiba simu ya wenyewe. Sasa Redi kesho yake ilikuwa twende kwa shule, this boy here who is a very big pretender na nampenda, ni mtoto wa ndugu yangu. Redi nilikuja kwa nyumba, tena nimemintroduce kwa jirani yangu vile ni ndugu ya mtoto wa ndugu yangu. Redi nilikuja kwa nyumba hiyo siku, Oga Obina, I was shocked. Nilikuja kwa nyumba, mtoto wa ndugu yangu amebeba kila kitu kwa nyumba yangu, everything in my house. Hata chaja peke yake Redi huyu hakuacha. Huyu tu Redi hakuacha hata chaja. He was ready. Nilikuwa shocked. But sasa mkipatia mtoto jina Redi. Nilikuwa shocked hiyo siku. Nikapigia baba yake, nikapiga nyumbani, na rafiki yangu mmoja akaniambia hapana, enda tu police station usitaki. Nikasema nitaenda kushtaki mtu wa dunia. Akasema hapana, go and make a report, kwa sababu kuna wezi wengine wanapatikananga na vitu. Zikuja police station kama hujawahi report, you will not recover those things. So I went to the police station, nikashtaki. Redi was nowhere to be seen. Nilijaribu kutafuta mtoto wa ndugu yangu, akasema alikuwa alikuja tuktuk ya Redi na gari lingine lori, walibeba kila kitu. Jirani yangu vile alimuuliza, Redi akasema tunahama. Auntie, si tunahama. Watu walimwachilia, hata soja akamfungulia because it was a gated community. Akasema si tunahama. Na auntie yako wapi? Auntie unajua alijenganga nyumba nyingine huko chini, huko Elgon View. So auntie yako huko ana prepare nyumba, mimi napeleka vitu. Kwani wangekupigia simu? They allowed. Hata hawakunipigia, so si nilikuwa nimeintroduce ni mtoto wa ndugu yangu. Of course you cannot suspect that. Okay. So Redi ni moto. Hakuna shida. And we will prove this. We will not just saying here say. We will prove this in the Bungoma. In Bungoma police station to approve. Okay. So Redi kitu yenye ilifanya wakampata. Huyo jamaa mwenye aliibia simu anaitwa Wekesa. Huyo wa KRA. So wakapata penye Redi aliuza, wakatrack hiyo simu wakapata. So walipopata simu wakashika huyo mtu na hiyo simu. Akasema yeye hiyo simu alinunua 500 kwa beshte yake anaitwa Redi. S24 500